Tuwa kule Kajiado kwa boma ya kiongozi wa jamii yetu, na tukaenda pale tukakongamana na viongozi wengi. Tulikuwa na Mheshimiwa Mboko, Mheshimiwa Savula, Mheshimiwa Osotsi na viongozi wengi wa jamii ya Waluhya. Na muliona zile resolutions ambazo zilitolewa katika mkutano huo. Na hizo resolutions ni mimi nilisoma. Vile tulifika kule Kajiado, kuna kitu tulipewa tukakunywa. Sasa sijui kama tulichanganyikiwa kidogo ama nini, lakini hiyo tutasema. Unajua mkienda kwa mkutano jambo la kwanza inafaa muombe, si ndio? Lakini huko tulienda tukakunywa kwanza. Lakini most importantly, the content of our resolution. Mimi bado niko katika hiyo resolution ya Kajiado ya kwamba Oparanya na CS, kwa sababu nyinyi, wewe mmoja ni Council of Governors, wewe unakutana na rais kila siku. Mmoja ni CS, unakutana na rais kila siku. Kazi yenu ni kuhakikisha kwamba policy, services, kama town ni chafu, mnafagia, mnafanya mambo inakuwa safi. Mnahakikisha kwamba maendeleo imekuja katika mkoa wa Magharibi, kwa sababu nyinyi ndio viongozi ambao mmechaguliwa kama gavana na CS. Ile siku ambaye mtaacha kukua katika nyadhifa ya ugavana na CS, jukumu lenyu la kukua wasemaji itakuwa imeishia hapo. But it must be very clear, and I want to say this without blinking my eye, ya kwamba uongozi wa Waluhya politically unajulikana. So we have administrators and political leadership. So Oparanya na Eugene, from today you must know that you are administrators. Administrative leaders. Lakini kwa mambo ya kisiasa, we must have one leader so that our community can be respected. Na hii maneno mimi nimeongea na huyu ndugu yangu Osotsi. Na unajua Osotsi na kushangaa sana. Sisi tunaongea kwa room, tukikuja hapa mbele unaongea mambo ya omutete. Au usemi ile maneno ambayo tumeongea. Mimi nimekuwa mstari wa mbele. Na mliona kwamba nilianzisha vuguvugu la kusema kwamba sisi vijana wa Luhya ni lazima tuwe pamoja. Ni muhimu umoja wa Waluhya uanze na vijana. Na kule Kakamega mliona vijana hao walinipatia jukumu la kuwa kiongozi wa vijana wa Luhya. It will be a mistake for me as the leader of the youth in the Luhya nation kuanza safari yangu bila kutengeneza mali ambapo tumetoka. Mnajua vizuri sana mimi nimekuwa katika mrengo tofauti na Mheshimiwa Mudavadi. Kama kiongozi wa vijana leo hii kwa kanisa, ningependa kusema Mheshimiwa Mudavadi, najua nilikuwa nimekukosea. Najua nilikuwa nimeweka matamshi fulani kwa sababu ya kisiasa. But as a leader of the Mulembe youth, I cannot start my journey to unify Luhyas if I have not reconciled with you. So mimi nimesema ni lazima nipange safari yangu vizuri. My first step is to ask for forgiveness to my father Mudavadi. Kama nilikukosea, kama kijana yako, na kuomba msamaha mbele ya kanisa, unisamee, unibariki, niweke vijana wa Luhya pamoja so that we move together as a community. Nitaendelea kufanya kazi na handshake, but I must respect the leaders of my community. For me to be respected even by other communities. And it is well. So all I can tell you, feel free. I am there. It will be improper for me to be used to abuse the leaders of my community, kwa sababu nafurahisha watu wa nje. So mimi nimesema kwamba najua kuna watu ambao hawatafurahia kwamba mimi nimechukua step hii. Lakini nimesema I'm ready for any. Mimi ni deputy minority leader katika Senate kwa sababu ya NASA. Na mimi nimesema nitaendelea kufanya kazi na handshake, but I must respect the leaders of my community. For me to be respected even by other communities, it will be improper for me to be used to abuse the leaders of my community kwa sababu nafurahisha watu wa nje. So mimi nimesema kwamba najua kuna watu ambao hawatafurahia
kwamba mimi nimechukua step hii, lakini nimesema I'm ready for any consequence. And it is well. So all I can tell you, feel free. I am there.